mtoto yake alifariki. Mtoto wake alifariki. So mtoto alifariki mkazika. Tukazika. Na nimeona hata mlilima hiyo kaburi haionekani. Sasa kwa kimila chetu mchukua tuzike kwa compound, lakini kwa vile alisema mzaka Australia na nikaona badala mjukua ende kwa makaburi nikaona wacha tumzika hapa, lakini hatuwezi weka hii mlima ya kaburi. Tunawekanga nusu. Kwa kimila yangu hatuwezi ongea na kijana mwenye ameo msichana yangu. Msichana yangu ananifikisha ujumbe, anasema bado wako na mzee yake. Tumefika na safari ijakuwa rahisi. Ndio maana unasikianga kama umeamua kufanya kazi fulani, lazima ukue umejipanga na lazima ukue na mipango maalum, kwa sababu mahali tumetoka na mahali tumefika si mahali pa kuchezea mchezo. Ndio maana wazungu walileta vyombo za usafirishaji. So tumeweza kufika ushago kwa kina Masi, mahali alinunua shamba na mahali pia mambo 2-3 pengine tutapata zinaendelea. So nimeweza kuambatana moja kwa moja na daktari wangu na Martin, Masi na Collins. Daktari, tumefika kwa Masi. Unajua nilikuwa nimekuambia lazima tutafika. Na kuna watu walikuwa wamesema hawana muda wa kufika. Na naona tuko na wao hapa. Nashangaa wametufuata aje. Unajua hawawezi elewa. Tuko na wao hapa. Hawawezi. Na boma lenyewe liko mbali ni hapa. Tunataka tufike katika hiyo boma tuweze kujua nini hicho ambacho kilikuwa kinaendelea katika hiyo boma. Na Mr. Martin, umeona tumeweza kufika. Nimeona tumeweza kufika. Na nataka nimwambie Mr. Collins, huyu ni daktari ambaye ninamwaminia sana. Kulisema hauna wakati, lakini kumejipata uko hapa ndani. Sasa ninakuambia okopa huyu daktari wangu. Daktari ni mtu wa maana na daktari mwaminifu. Akisema na maneno yake anasema mara moja. Na alikuwa anapinga sana. Alikuwa anapinga sana akisema sina wakati, sijui kesho kutwa ama kesho, lakini yeye mwenyewe hata ninafikiria anashangaa nimefikaje hapa. So unaona ni mashambani vile unavyoona. Unaona kuna maji, kuna nini? Maji imejaa kweli. Na hii mvua unaona vile mambo yanavyokuwa? Naona. Na tumefika. Karibu hata nikuulize, kwani walinunua shamba mtoni ama walinunua baharini? Unajua mahali walinunua huku. Ni mvua inanyesha na huku ni Meru. Unajua kawaida ya mambo ambayo mahali kuna ukulima mingi unapata mambo yanakuwa mingi. Kweli. Tumefika katika hili boma. Sijui kama unaona vile mjengo inavyoendeleshwa. Ndio naona pale mambo ilikuwa inaendelea. Mambo yanapoendelea. Hata kabla sijafika nione mzee wa hii boma, naona mzee wa hii boma ndio yako hapa. Ametulia. Yaani ana haraka, Tusalimie. Karibuni. Yes mzee. Karibuni. Salama kabisa. Karibuni. Kutembelea leo. Karibuni. Usishtuke mzee. Unajua mzee? Namjua ni msichana wangu. Na kuna chochote unafahamu kutoka kwake? Chenye nafahamu kwake ni msichana ananisaidia kwa hii boma sana. Ameninulia shamba hapa. Nyumba ananijengea ndio hii. Mkiona hii miti zote yeye ndiye ameleta hii maendeleo. Si mnaona vile compound yangu inakaa? Tunaona. Mnashuhudia? Hii gari ndiye amenipa. Yaani hii gari msichana wako ni yeye yeye ndiye amenipa. Ameninunulia. Ameandika logbook kwangu. Hii shamba amenunua, ameandika shamba kwangu. Lakini muhimu wa kunisaidia pesa ni msichana wako. Sasa sisi tumekutembelea ndio nataka ujue kila ambacho kinaendelea mbivu na mbichi ambacho kilikuwa kinaendelea katika haya maeneo. Na ufahamu pia ile pesa ilikuwa inatoka wapi. Na uweze kujua hiyo pesa ilikuwa inatoka wapi. Na kama hujatufahamu, mimi naitwa daktari na huyu ni Bikenya. Mimi naitwa Bikenya. Na mimi ni daktari mkuu. Na mimi wanafanya kazi za kusaidia watu ambao wako na shida na 1, 2, 3. Na sasa kitu ambacho nimekuja kufuata hapa, huyu unafahamu huyu? Namfahamu. Huyu ni nani kwa msichana wako? Huyu alikuwa mwa msichana yangu. Alikuwa mwa. Na ni kijana yangu. Na ni kijana. Umemjua kutoka kitambo? Nimemjua kutoka kitambo. Na unafahamu huyu? Huyu
wanakuja kunitembelea hapa siku zingine na siwelewi, huwezi uliza watoto maswali mingi. Nadhani mtu anafanya naye kazi. Au kumuuliza. Siulizi maswali kama hiyo. Mzee, sasa nataka leo ujue mbivu na mbichi. Sema basi. Sasa msichana wako huyu alikuwa ameenda, sijui kama unafahamu, yeye alikuwa ameenda Australia. Msichana aliniambia kijana ameenda Australia. Alikuwa amekuambia? Ameniambia. Na venye kijana alienda Australia amekuwa akifanya kazi na akituma pesa. Na vile amekuwa akituma pesa kwa msichana, kijana alikuwa anajua mtoto yupo na yeye yako. Kwani nini ilitokea kwa msichana, mtoto wa msichana? Kwa mtoto wa msichana ama msichana wangu? Huyu msichana wako si alikuwa na mtoto? Alikuwa na mtoto. Ama hujawahi kuona akiwa na mtoto? Niona akiwa na mtoto. Na mtoto nini ilitokea? Hata sasa mambo ya watoto huwezi uliza sana, lakini mtoto huwa anakuja hapa, nakaa naye, halafu basi anakuja tena anamchukua. Yaani alikuwa anakuja ama anakujanga? Anakujanga. Na mzee, mbona unatudanganya? Kwa sababu mwanzo ulituambia mtoto, unajua kitu ambacho mimi najua, msichana alifahamu mwenyewe mtoto aliweza kukufa. Na wewe unajua mtoto alikufa. Sasa pale ni mbivu na mbichi. Unamaanisha nini kusema mbivu na mbichi? Mbivu na mbichi? Mimi najua niko na mjukuu yangu. Na kama amesema kwenu mtoto alifariki, si amuonyesha kaburi? Alizika wapi? Muulizeni alizika wapi? Ama kwani daktari mzee anajaribu kutuchanganya? Karibia hapa. Unajua mzee anajaribu kutufunika kwa sababu kijana mwenyewe hakujua mtoto wake alikufa. Hakujua. Lakini mzee anataka msichana aseme, ndio mzee akubaliane na yeye. Msichana sema uliamua kuanika vitu ambazo na nilikuwa nishajua kila kitu. Hebu elezea babako vile mambo ilivyokuwa. Kwa sababu sitaki nivuruge mzee hapa, mambo ikuwe tofauti. Na wewe unajua kazi yangu. Ni kweli mtoto alikufa nikamzika. Na mzee alikuwa anajua. Alikuwa anajua. Na mzee anatudanganya hapa juu. Sasa niseme hivi. Mmenikujia haraka, mimi nimeona wageni karibu, lakini mimi nimeshtukia tuko na daktari. Daktari ajenieleza ni daktari wa ng'ombe, ni wa binadamu, ni wa human right. Ndio sasa ningejibu bila anataka. Ama vipi? Sasa daktari, wewe ni daktari nataka kupata kila kitu inaenda kukua katika ile njia ambayo ni ya haki. Sasa ni ungenieleza kwanza, manake mimi nimesema mimi ndio baba ya msichana. Na nimejieleza huyu ndio kijana ambaye msichana yangu. Leo umeniambia ni wewe ni daktari? Daktari wako mara mingi. Mimi ni daktari ambaye nahakikisha kila mtu amepata haki yake. Na kusaidia watu mashida mbalimbali. Yenyewe mtoto yake alifariki. Mtoto wake alifariki. So mtoto alifariki mkazika. Tukazika. Na nimeona hata mlilima hiyo kaburi haionekani. Sasa kwa kimila chetu mchukua hatuziki kwa compound, lakini kwa vile alisema mzaka Australia na nikaona badala mjukua aende kwa makaburi, nikaona wacha tumzika hapa, lakini hatuwezi weka hii mlima ya kaburi. Tunawekanga nusu. Iende kabisa. Okay. Sasa sisi tunataka kujua ile pesa ambayo ilikuwa inatoka Australia ilikuwa ya huyu. Na huyu alikuwa ameoa msichana wako tena. Nani sasa kwa hawa? Huyu hapa huyu. Ndio kijana yangu namjua. Na huyu ndiye alikuwa ameenda Australia. Na sasa venye ulikuwa unajua huyu ndiye ameenda Australia, ndiye alikuwa anatuma pesa. Na hizo pesa huyu alikuwa ameoa msichana wako tena. Msichana wako alikuwa ameoleka mara mbili. Ulikuwa unajua hiyo? Sijui. Na wakati alikuwa anakuja kutembea na huyu. Sasa mwenye alikuwa anakuja naye, manake kwa sheria freedom of association. Watu wana haki ya kutembea pamoja. Haibagui jinsia. Sasa mimi nilikuwa naona manake amekuja na rafiki ya. Mambo mengine ile siwezi toa uchi yao. Vile walikuwa wanafanya huko. Lakini mimi najua bwanake ni nani? Ni huyu. Na huyo kwa hiyo wakati umekuwa ukiongea na huyu bwanake kupitia simu ama akujakuwa na maongezi yoyote? Sasa kwa kimila yangu hatuwezi ongea na kijana mwenye ameoa msichana yangu. Msichana wangu ananifikisha ujumbe, anasema bado wako na mzee yake. Sasa mzee ni huyu alikuwa amekuja. Sasa huyu sasa ndio mimi nashutuka, mnanipa wanaume wawili hapa. Vijana yangu wawili. Sasa msichana ndiye ataniambia ni nani? Sasa msichana elezea babako ile mambo. Ni nani kati yao watu? Mzee wangu ndio huyu real. Ndio huyu. Namjua. Na huyu
Huyu ni mwenye tu tunakuanga na yeye. Mnakuanga naye wapi? Kwa biashara gani? Si kwa biashara kwake. Unaishi kwake? Yeah. Wewe unaniambia unaishi Nairobi. Unaishi wapi? Unafanya kazi kumbe uko kwa biashara nyingine? Nimekuwa kwake. Kwake huyu. Sasa hii tuko bado tuko pamoja sini. Sasa na wewe umekujaje hapa kwangu? Na unaona hii nyumba ni nguzo ya huyu. Hii gari ni huyu. Wewe ni amka twende. Nilikuwa na msichana wako. Sasa ikafikia wakati ambapo mzee yake kumbe sikuwa najua ako na mzee kutoka Australia. Huyu Martin.